Kwa majina naitwa Pasiani Edward, napatikana Karatu, sehemu inaitwa Swahili Table. Ukitoka Arusha kuja Karatu unashuka kwenye kibao cha Kankari, inaitwa Swahili Table Kisinia. Pia tunapika vyakula aina mbalimbali. Tuna lunch box, tuna breakfast, pia tuna dinner. Na kwa siku ya leo tunaenda kupika vyakula kama makange ya kuku, ndo tunaenda kuanza. Unatumia kitunguu, unatumia hoho, unatumia karoti, ndo tunaenda kupika. Kwa hiyo karibuni sana wateja wetu Swahili Table, ndo tunaelekea kupika makange ya kuku. Sasa hapa ndo tunaenda kuanza kupika makange yetu ya kuku. Unachukua pani yako safi, unachukua mafuta ya kula kidogo, kijiko kimoja kidogo kama hichi. Unatumia hapo, unaanza na kitunguu maji. Unaikaanga kitunguu yako, so lazima iwe brown. Unachukua kama kuku wako umetoa kwenye freezer imeganda, unaweza kachukua nusu saa, kwa sababu ya lazima uchukue ile kuku yayuke, ndipo ukatekate uweke kwenye mafuta. Kama ile kule iko ni mafuta, ila kama kuku wako umeshaandaa, ni kwamba umeshajikoki kwa ajili ya kutoa order, ni kwamba kuiunga tu makange inachukua kama dakika 20 tu kwenda mpaka mezani. Mteja anaruhusiwa kula dakika 25. Kuku makange kutengeneza, kuna pia kuku wa kisasa ni nzuri, sema kuna wale ambao watumie kuku wa kisasa, pia tuna kuku wa kienyeji. Ila kuku wa kienyeji kama hujajiandaa inatumia dakika 45 kama unakuwa na pressure cooker, kwa sababu kwa kienyeji lazima uchemshe ili lainike. Ila unatumia pressure cooker, kwa hiyo dakika 45 ndo kuku itakuwa kiko tayari, unaunga kwenda mpaka mezani. Ila kuku wa kisasa ukitoa kwenye freezer, unatoa kwenye freezer mpaka yayuke nusu saa, dakika 30. Kwa kienyeji inachukua muda mrefu, kwa sababu ya lazima na process kidogo nyingi, ambapo mpaka uchemshe. Ukishachemsha, ukishatoa, lazima upitishe kwenye mafuta kidogo, afu ndo unaunga makange. Kwa hiyo hapo nimeshavipika viungo vyangu, sio lazima viive sana, sababu makange itakiwa iive sana. Unamaliza, unachukua kitunguu swaumu na ile sago imechanganywa na kitunguu swaumu na tangawizi, ile changanywa. Hii ya kwangu imechanganya na giligilani kidogo, unaiweka kidogo. Unaangalia moto wako isiwe mkubwa sana. Unachukua na hii ni Royco, naweka kiasi kama kijiko kidogo cha chai, ila mimi ni mzoefu, nimeshazoea, kwa hiyo nakadiria tu. Kwa hiyo usije ukaweka na wewe kwenye ufuniko kama nilivyoweka. Royco ina mchuzi, inaleta taste, afu ni Royco ina taste nzuri. Pia kama wewe unataka kitu natural, haina haja ya kuweka. Nimeshaweka chicken masala, nimeshaweka. Sasa hapo na kinachofuata ni unaenda kuweka nyanya yako. Hii kwangu mimi nimeenda ku blend, kwa hiyo nimeweka ambayo imeblendiwa. Unaangalia nyanya yako isiwe nyingi sana, isije maana nyanya sio nzuri kwa binadamu, unaweza kukuletea vidonda vya tumbo ikizidi. Kwa hiyo unaipimia nyanya isizidi. Pia unaweka chumvi, unapimia size. Hii natumia kijiko kidogo, lakini simalizi. Hapo umeweka chumvi. Ukishaweka chumvi, unachukua sasa kuku wako. Hapo naenda kuweka kuku ambao nimesha-marinate kuku, nimeshaikaanga, nimeshaweka viungo vyangu. Kuku imekuwa vizuri, na unaenda kuweka sasa kwenye makange yangu. Naenda kuweka sasa kwenye makange kuku nimeshaiweka.
unaweka kamaji kidogo. Kama unaona unataka kuku wako itoke vizuri, na pia nyanya hivyo, hakikisha nyanya imeiva ili kuku wako isiwe na shombo wa nyanya. Naenda kuweka nazi. Pia kuna wateja ambao watumii nazi, kwa hiyo lazima muulize mteja unataka natural, kutengenezea chakula natural, ili aseme usije ukamjazia viungo. Kwa hiyo unapimia nazi yako kidogo. Hapa nimeenda kuonja chumvi yangu iko sawa na ina taste nzuri. Kwa hapa sasa makange yangu iko tayari kwa kuliwa. Kuliwa. Hii ndio makange ya kuku. Mtazamaji na msikilizaji wa Lumen TV, tupo hapa kama kawaida, swala zima la mapishi, na hapa unavyomuona chef ameweza kushika baada ya kumaliza pishi la kuku makange. Kuku makange inapendeza na inanukia vizuri, na kusaidia kunusa na kusaidia kutazama tutazama wote, ila kunusa nitanusa mimi mwenyewe kama ninavyonusa hivi. Pia tunapika vyakula tofauti. Okay. Hichi tunapika kisinia. Okay. Kuna kisinia, ila leo tumepika makange. Pia tuna sehemu ambayo unaweza ukaja kama una sherehe yako, unaweza kupikia sherehe. Na pia tunapika kila aina ya chakula. Ukitaka chakula chochote tunapata. Hapa unaweza ukala na ugali, pia unaweza ukala na wali, na pia unaweza ukala na chips. Okay. Na au na ndizi, vyote vinapatikana, ila tunakusikiliza wewe mteja wetu, kama wewe ulikuwa umependelea ule nini, ila tunakutajia, tunakuorodhesha kwenye menu ipo ambao unaweza ukachagua mwenyewe kama unakula na ugali au na chipsi au na ndizi. Msikilizaji na mtazamaji ambao unatazama hivi sasa, nikwambie tu, ukitaka chakula bora, chakula safi na chakula ambacho chenye mvuto, kutazama tu, njoo uonje, utaona vitu ambavyo vilivyokuwa na uzuri na ubora na ladha ya pekee yake, kwa sababu wengi wao wamezoea kwamba pale kwenye kisinia. Kwa hiyo hapa ndio sehemu ambapo nasi tumefika ili tuweze kuzungumza na chef aliweza kuzungumza. Pishi hodari linapatikana hapa ni Karatu, lakini sehemu ambayo inajulikana kwa watu mbalimbali. Ukitaja kisinia, mtu yeyote anaelewa.